moyoni umeondosha imani. Nawaza pengine nisinge kujua we na matatizo yangeondoka humu ndani. So kwamba mimi sina wakumlilia shida, ila we nikaamini we ndo rafiki wa kufa kuzikana. Kumbe we body friend, kumbe wewe body friend, na kumbe wewe body. Tunajua ni muda wangu mimi. Baby, ni sawa lakini please omba nimalize picha 3 tu. Maana kesho tupate muda wa kuongea. Okay? Enjoy. Afizo picha utazimaliza kesho. Sababu hizi namaliza anyway. Sawa? Hadisi njoo utamkolea. Pole. Kulete maji. Alafu kama una kifua juu. Kidogo tu. Okay. Unajua mimi? Nimewaza nikaona hakuna tena sababu ya sisi kugombana kila siku. Okay. That's good. Yeah, for sure. Hakuna sababu ya mimi kila siku kupata hasira, kila siku kupata wivu. Sindio? So, kuna kitu nimekiwaza. Sasa hapa inatakiwa ni mimi na wewe tukubaliane. Okay. Tukikubaliana tu, najua kila kitu kitaenda sawa. Okay. Plani gani ya mamangu? Babe, tukubaliane sasa. Sije kawa dili haramu. No. Anyway, it's okay. Nimekubali. Nimewaza uachane na hiyo kazi ambayo unafanya. Okay? No. Acha sasa, acha. Unataka kupanic. Okay. Acha. Ukishaachana na hiyo kazi yenye unafanya, tutafute biashara ambayo itakufanya utakuwa comfortable na utakuwa na amani. Na mimi pia hakuna siku nitakasirika wala kuna siku nitakuwa na wivu. So kwa ajili yako tu, ni kwa ajili ya familia yetu na mtoto wetu ajaye. Hiyo unajua baby, sio kwamba sifikirii kufanya vitu vingine, ila ni kazi ambayo naipenda. You know that. Naipenda. Na ni kitu ambacho sasa nimeshakizoea. Najua unapenda, umezoea, unakuwa comfortable, but I promise you, kwa hii plani nimekuja nayo, utakuwa very comfortable kuliko sasa hivi. Na sio sasa wewe peke yako. Baby, kumbuka tuna mtoto yupo njiani. Akitakuwa akiona babake na mamake wanagombana kila siku. Mama na mawivu hivyo. No, baby. So, unakumbuka kuna kipindi tuliongea ukasema kwamba kama ukipata mtaji kuna biashara utafanya. Biashara gani hiyo? Baby, umesahau? Baby, ulisema ukipata mtaji utafanya biashara ya mazao.
na unakumbuka vitu vya siku nyingi baby. Kwa sababu napenda amani mimi. Na ninaamini kwamba hiyo ndio itafanya nyumba iwe na amani muda wote. Ndio. So wewe umewazaje kama sasa hivi tukipata milioni 5? Sinatosha kabisa kwenye biashara. Baby, pesa zote hizo unazitolea wapi? Baby, relax. Ni wewe sasa uniambie upo tayari kufanya hiyo biashara? Kuhusu hela niachie mimi. Issue soko relax, ujue sasa mambo ni mengi. Mimi sidhani kama kuna tatizo, japo ananipa mtihani mgumu. Ila anyway, sawa, mimi niko tayari as long as tutapata hizo pesa. Mimi sioni kama kuna shida yoyote. Kwa hiyo mimi nikaanza nikaongea na baba na mama, niwaambie ukweli, kazi ambayo unaifanya mimi siipendi, hainipi amani na inaleta ugomvi kila siku. Kwa hiyo kama watawezekana wakupe mtaji ili ufanye hiyo biashara. Okay. Na hii baby sio kwa ajili yangu peke yangu, ni kwa ajili yako, si ndio? Kwa ajili yako, kwa ajili ya familia yako. Basi we kiboko. Ukaona kwamba huyu sasa kwa sababu anapiga kona nitafutie mpango kabambe, kaona ukaja na mpango kabambe. Ila mimi kikweli mimi nimeukubali. So mpango ni hatua za kuifuata amani yetu, si ndio? Na jua mimi niko upande wako, ndio maana nilitaka nikusikie kama utakubali. Na kwa vile umekubali, I promise you soon as possible utaenda kuanza hiyo biashara ambayo naamini ilikuwa ni ndoto zako, maana ni kitambo sana uliwahi kusema hivyo, si ndio? Yaani yote ni wivu tu, umekaa wivu wako umekupeleka ukaamua tu unipambanie hivyo. Sawa, mimi la niseme tu asante. Kama wazazi watakuwa na kipingamizi kwenye hilo, basi mimi I'm on your side. Ninaona wivu wewe. Ndio maana unakuwa mkorofi. Sio korofi. Wewe yani tunaona dakika 2 tumetibuana. Dakika 2 tumetibuana, mimi sipendi. Na leo ndo itakuwa mwisho kwa sababu kesho ndio nakuongea na mimi. Chozi ni ishara ya maumivu ambayo mdomo hauwezi sema. Hauwezi sema mama. Na mapenzi yameumbwa ila pesa zinatafutwa. Sasa ni aje mzee? Baba, fresh mwanangu, maua yako. Mzee umetisha. Hivyo unajua mwanangu, sijaamini ninavyokuambia. Mimi na Halima kila kitu fresh bro. Yaani umefanya poa. Mimi nikushukuru. Yaani sijaamini kwanza. Amani nyumbani imetawala. Unajua sijaamini kama Halima anakusikiliza kiwango hicho Ram. Joji, hayo ni mambo madogo sana. Si unanielewa? Hivi unajua wewe ni ndugu yangu Mimi niko nyuma yako kwa wakati wowote ule. Mimi nikwambia tu kitu kimoja. Wewe damu yangu. Yaani viatu vyako mimi navivaa na wewe vya kwangu unavivaa.
Si unanielewa ndugu yangu? Mimi furaha yangu na hamu yangu kubwa ambayo nilikuwa naisubiria nilikuwa na wewe na Halima mpo sawa. Na sasa nimefurahi, moyo wangu umesuzika kabisa kwamba wewe na Halima mmekaa sawa. Mimi hilo ndio jambo ambalo nilikuwa nahitaji. Na nashukuru Mungu imekuwa hivyo. Hongera sana kaka. Hongera tena. Chukua hiyo. Wewe ni mshikaji. Wewe ni rafiki. Na kwenye hili nimeamini wewe ni rafiki. Hivi na nikuibie tu. Sasa hivi Halima ameniombea mtaji kwao. Mimi sasa hivi na uhakika kabisa wa kubadilisha kazi, niingie kwenye biashara ya mazao. Wache kaka kukaa kijiweni, unapiga kazi. Kijiweni tunapiga kazi shambani. George wewe. Unakuja na vitu vipya sana ndugu yangu. Unazidi kunisurprise, yani unazidi kufanya moyo wangu uchangamke. Nakupa maua yako. Kaka. Ila twende mbele, turudi nyuma japo hatujui tutafika saa ngapi. Hivi unajua George, mimi nishakwambiaga siku moja. Halima ni mke sahihi sana kwako. Nakubali. Sasa kaka, nakubali. Halima, siku utakapokuja kujichanganya ukaachana na huyu mwanamke. Kaka vipi? Kama kawa. Sijui unanielewa ndugu yangu. Siku utakapokuja kujichanganya ukaachana na Halima. Sijui umenielewa ndugu yangu. Mimi nakwambia ukweli. Yaani fanya yote. Poteza vyote kwenye ulimwengu huu. Chunga usimpoteze Halima. Maana utakuwa umepoteza kitu cha muhimu sana kwenye maisha yako. Sijui kama unanielewa ndugu yangu. Kuelewa na yazingatia. Ehe. Umepigwa na ngapi sasa? Sio nyingi, lakini pia sio kinyonge mzee. 5 milioni. 5 milioni mkono kaka. Umeulamba kaka. Umevunja. Mimi nakwambia umevunja kwa sababu gani? Wajua kaka, hiyo 5 milioni ni nyingi. Hongera sana. Mimi nikupongeze, lakini sasa George, usije ukanisahau. Kwa sababu mimi nafahamu washikaji wengi, yani mnaweza mkaanza fresh, mchongo unaenda poa, afu baadaye mtu kashangaa anaenda tofauti. Akasahau yote. Yani kama vile ambavyo mimi nimekusaidia matatizo yako, nikatatua shida zako zote. George, hakikisha kwenye mchakato nipo. Tena nimezama mzima miguu yote, kiwiliwili chote. Siwezi kukusahau. Ila kabla ya yote sasa, kabla tufanye chochote, kaka tunatakiwa kwanza tuongeze hapo. Tukamwagilie moyo. Maana ni kitambo sana tujaenda. Ram. Hivi ndugu wangu, sasa watu siku hizi wanafanya kazi, wanaweka kwanza mtaji chini, faida ndo wanakula. Sasa ndugu wangu, tuanze kula faida kweli? Hela zenyewe hizi ndugu yangu za wakwe waniletea shida ndugu yangu. Anyway, pesa ni ya kwako mkuu. Yaani hicho kitita ni cha kwako, akinihusu mimi. Maamuzi ni ya kwako, lakini nikukumbusha. Mimi hata nikwambie bwana, kitu kimoja tu ambacho nakukumbusha. Unaweza ukapata hicho kitita kaka. Hapo umekikamata. Ukafa. Na hata hiyo mtaji sijui kitu gani unachokikimbilia wewe, kikawa hakipo tena. Haya. Kama unanielewa ni jambo zuri. Mimi bwana ndugu wangu, mimi ujipange. Siwezi kukuangusha kwenye hilo jambo. Kaa karibu na simu. Mzigo tu pap, uhakika. Mambo na roho. Ila mambo ya dhahabu hamna kwanza. Kisha mkuu. Basi poa, mimi naingia home. Lakini nafikiri na kucheki. Na mapenzi yameumbwa ila pesa zinatafutwa jua. Mvua yangu jua nazisaka nije kura mama. Na huku wazazi wako hawataki baby uwe nami, sababu maokotokoto o pesa mama. Wanachotaka niwe na dondo nikupate wewe. Marenji magari ya kifahari mama, mimi
Tunaishi maisha magumu. Muda mwingine nikiwa na shida na hela mpaka nimtafute mama nimuombe, kitu ambacho sio kizuri. So mimi nikawaza kama itawezekana basi utupatie hela kidogo, afungue biashara ili inachokuwa tegemezi kwenu, si ndio mama? Hivi Halima, unajua nilikuwa najua wewe ni timamu Yaani umetoka huko kote unakimbiza miguu mpaka hapa. Ni wewe pumbavu unakuja kutueleza. Mama, umeona wapi mwanaume anapewa hela? Umeona wapi mwanaume analelewa? Vijana wengi hawapendi kufanya kazi sasa hivi. Kwa maana kwamba amejibweteka huko kijiweni, anazurura tu yeye na barabara. Jioni ikifika anakuja kukwambia sina hela. Ni mara ngapi tunakulea hapa nyumbani? Si ni mara nyingi? Haya, leo tena umekuja na lingine jipya kwamba una shida na hela. Ni kwa nini ukomai akili wewe? Lakini nini? Sio namlea. Na hiyo hela sio kwa ajili yake peke yake. Ni kwa ajili ya familia mama. Hebu kwanza niambie, ni kiasi gani cha pesa mnachokihitaji labda? Milioni 5 tu. Milioni 5? Tena unaichukulia kirahisi tu, kama milioni 5 vile. Hiyo pesa ni ndogo? Nakuuliza. Sikiliza Halima. Hiyo ni kiasi kikubwa sana cha pesa. Wanaume wote wanatakiwa pambane waitunze familia yake. Ndio. Na sifa mwanaume sio jina au jinsia. Ni kupambana kuangalia maisha na kukwenda. Hatuwezi kutoa pesa hivi hivi bila sababu. Milioni 5. Milioni 5 pesa nyingi sana Halima. Kwa hiyo mwambie haje nyumbani. Tutajaribu kuongea ile swali. Sio msikia? Sawa baba. Asante. Ina maana baba Halima, ile swala umekubaliana nalo? Hapana, mimi nimewaambia waje nyumbani ili tuweze kuzungumza hizo swala. Kama kuna uwezekano wa kuwasaidia, basi tuwasaidie. Lakini tulieke sawa. Hivi, yule ni mwanaume, anapaswa kupambana. Anapaswa kusimama kwa nafasi yake. Kuna leo na kesho atakuwa baba wa familia. Nafasi yake iko wapi kama baba? Endapo utamwambia waje jioni. Mimi ninachojua ni kwamba unawaita uje wape hiyo pesa. Hilo mimi nalijua. Hawa ni watoto wetu. Watoto wetu unasema kwamba mtoto akinyia mkono uweze kukata. Hata kama baba Halima. Tujaribu jinsi gani ya kuwasaidia watoto. Kwa hiyo waje nyumbani kule tuongee. Baba, tutakuja kesho mapema. Mimi naamini kabisa utaelewa wazo lake na utaelewa biashara yake. Haya, Hafidh, tumemaliza. Sawa. Hebu niambie ile invoice ushatuma? Hapana bado, nilikuwa ndo najiandaa. Kwa sababu amenipigia simu hapa. Hebu fanya bidii. Angalia vizuri hapo ili tu wapi. Asante. Hivi Halima, hivi unajua, yaani mimi naona kama wewe ndo unalea maradhi sasa. Yaani tusomeshe mtoto mpaka tukamaliza, yaani alafu leo tena unakuja kulea maradhi kama haya. Maanake ni maradhi haya. Nasema hatuna jinsi. Huyu mtoto wetu. Kwa hiyo kama mtoto wetu hakuna kupata shida, tujaribu jinsi gani ya kusaidia kuendelea maisha yake. Sio hivyo. Yule ni mwanaume, anapaswa kusimama kiwanaume sasa. Ni lini atasimama kwa nafasi yake kama mwanaume au baba wa familia au baba wa mtoto anayekuja? Ni lini? Chozi ni ishara ya maumivu ambayo mdomo hauwezi sema.
ni ishara ya maumivu ambayo mdomo hauwezi sema, hauwezi sema mama. Na mapenzi yameumbwa umbwa, ila pesa zinatafutwa jua. Mvua yangu jua, nazisaka nije kura mama. Na huku wazazi wako hawataki baby.